Deputy President wetu Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Your Excellency Musalia Mudavadi, Speaker wetu Papa wa Roma Right Honorable Moses Masika Wetangula, viongozi ambao wako hapa na wananchi kwa jumla, naomba niwasalimu wote mrembe vosi. Bwana asifiwe. Asante. Nataka nitoe shukrani. Nimekuja hapa kupitia mwaliko wa huyu rafiki yetu Faruk, wakiwa wamejumuika na rafiki yangu Mheshimiwa Malulu, ambayo wameniambia siku ya leo wewe kuja utembee huku kwetu, tuko na hafla ya maombi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na mimi nikiwa kiongozi na pia mwana Kenya kwanza, mimi natambua kile maombi ilitufanyia. Kwa hivyo pali popote ambapo pona maombi, mimi siwezi kukosa. Mimi nimekuja kwa sababu ninajua siasa ile ambaye tulifanya mwaka uliopita, kama haingekuwa maombi, basi tungebebwa na maji. Wale ambao wanamjua Mungu wao, mkikumbuka ile msukasuko ambayo ilikuwa Kenya safari hiyo, na vitisho na maneno mingi, unaambiwa utashikwa, utafanyiwa nini, na pesa na mambo yote, iligharimu mkono wa Mwenyezi Mungu sisi kuweza kufika hapa. Hata wanasiasa wengi walipoteza njia, isipokuwa tu wale ambao wanamjua Mungu wao. Hao ndio waliamini na wakajua Mwenyezi Mungu atawaongoza. Ndio maana nilisikia hata mheshimiwa rafiki yangu Malulu akisema hata yeye kidogo karibu ateleze. Bahati mzuri tu yeye huwa anatembea na rosari yake. Na siku nyingine aliniambia siku ile alienda akasalimiana na huyo mzee, msalaba kwa kifua ilitetemeka usiku yote. Akajua hapa nimepotea, nimeenda kwa mchawi. Akapenduka na akarudi kwa Kenya kwanza. Si ndio maana tuko hapa siku ya leo. Kama bahati mbaya angefuata, unajua hiyo siasa haikuwa rahisi. Watu wengi sana walichanganikiwa, mabishop na nini, ile mambo ambayo mingi ilikuwa hapa na vitisho. Lakini Mungu akasimama na sisi, na ndio maana tuko hapa. Tumeanza sasa kazi ya kuweka muundo msingi mzuri wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mwananchi yule ambaye ako chini, ambaye tuliwaita wakati ule wa campaign na hata sasa hustlers wa kawaida, wanajumuika katika mpango yote ya serikali. Ile mambo ambayo sisi tunafanya ni kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anasaidika kwa mipango ya serikali, wala sio wachache tu waliokule juu kama ilivyokuwa katika serikali iliyopita. Na ndio maana unasikia, mimi niliwasikia viongozi wakizungumza na nakubaliana nao. Zamani serikali ile ambayo tuliondoa, ile ya handshake, ilikuwa inaongozwa na Uhuru na Raila, walikuwa wakizungumzia tuseme mambo ya chakula, badala ya kuwapatia wakulima subsidy ili kuhakikisha mkulima anaweza kuproduce na bei nafuu, patiwe mbolea ya bei nafuu kama hii ambayo serikali ya Kenya kwanza inapatiana. Hao wanakuuzia mbolea 7,000, unauza mahindi, alafu sasa badala ya wewe kulipwa pesa, wale matajiri ambao wanasiaga hiyo unga ndio wanalipwa hiyo pesa, mwananchi wa kawaida anabaki oe hai. Serikali hii imekuja imebadilisha mfumo huu na imesema badala ya kununua 7,000 uje upewe mbolea na shilingi 3,500, na tunawapatia pongezi kwa hiyo. Ile tu ambaye tungesema Mheshimiwa Deputy President, ambaye viongozi wengine wamezungumzia hapo awali, wamesema tuongeze hiyo fertilizer iwe nyingi zaidi. Wakati ilikuja ilikuwa chache, na unajua shida ilikuwa imekuwa mingi upande hii ya Kenya ambayo wengi ni wakulima. Kwa hivyo watu walingangania ile mbolea na muda kidogo ikaisha. Ya pili ni kuhakikisha watu wasiendee mbali sana, iletwe karibu kwa mawodi na wakulima. Hata ukiweza kutumia hizi agrovet ambazo ziko kwa centers, wanakulima waweze kuchukua kwa bei nafuu, sio itakuwa vizuri? Sasa hiyo peke yake ndio tunaomba, lakini tunawashukuru kwa kazi ile ambaye nyinyi mnapanga na mipango ile, mnahakikisha kwamba mkulima wa kawaida, kama mimi ni mwakilishi wa wakulima, wengi wa hawa wananchi mimi nikiwaangalia ni watu ambao pia wako kwa kilimo. Hakikisha kwamba bei ya mambo yote vile mnapanga hivyo, isiwe tu mbolea peke yake, hata mbegu na dawa zile za kunyunyuzia mimea yote ishuke chini, ili wakulima waweze kutoa chakula kwa bei nafuu. Hiyo ndio njia ya kuendesha Kenya, sio hiyo ingine ambaye
Mtu anaamka asubuhi anabeba sufuria kwa kichwa, anapiga kelele mchana yote na kusema ukimuuliza unafanya nini anasema ati anatafuta bei ya chakula kwenda chini. Hiyo mimi nafikiri ni upungufu wa akili. Na ndio maana Wakenya wengi wamekataa hiyo tabia, na sisi tunawashukuru. Mimi nashukuru mpaka viongozi wenu wa hapa Kakamega. Ukiangalia viongozi wenu wote, ngawaje wengine walikuwa wamechaguliwa upande ya Azimio, wamekataa hiyo mambo ya maandamano. In fact mimi sijaona mjumbe yoyote wa Kakamega ambaye yako kwa hiyo maneno ya maandamano. Fikiri saa nyingine tu naonanga mmoja ule kijana naitwa nani? Selasia. Lakini rafiki yangu nilimuuliza akaniambia hapana, mimi siko kwa maandamano. Kuna vitu Wajakoya anatembeanga nayo saa nyingine, anamuonjesha tu kidogo, yeye ikiisha anarudi. Kwa hivyo hakuna mtu ya Kakamega ati utapata kwa maandamano. Na unaona hata governor, mimi nampatia governor Fernandez Baraza pongezi sana. Governor Fernandez yeye amesoma. Ameona ile masaibu imepata Oparanya ambaye alikuwa governor wenu hapa. Oparanya alifungulia mlango huyo mzee. Huyo mzee amemdanganya, mwisho amemweka kwa mtaro. Na ndio unaona Oparanya hata uchaguzi imeisha, yeye bado hawachane na ule mzee. Na nikimuuliza vizuri atawaambia ukweli. Ni ile vitu yake yenye huyo mzee alichukua akimwambia ati atakuwa minister. Hasa ukiuliza Oparanya ni nini bado unafuata, anasema sasa nitatokaje kwa huyu mzee, na unajua alichukua vitu yangu akaniambia mimi nitakuwa minister of finance. Ndio baada wako kwa maandamano hati anangojea kukuwa minister of finance. Isafadhali kanisa, mimi nasema muombee gavana wenu wa zamani ajue uchaguzi iliisha, mambo ya finance minister ilienda, na pia ile vitu yenye huyo mzee alichukua hakuna njia ya kupata tena. Ndio maana Fernandez amejifundisha mapema akasema mimi hiyo njia ya maandamano hawezi kukubali. In fact viongozi wengi ukiwaangalia hata wale wa ODM, si wiki iliyopita mliona governor Nyang'nyong'o asubuhi anaandika barua anasema hakuna maandamano. Saa 8 anapigiwa simu anaambiwa nani amekupatia ruhusa ya kucancel hiyo maneno ya maandamano. Yaani wamekuwa kama ile kwa Biblia inasemekana the spirit is willing but the body is weak. Yaani kwa roho yake yeye anajua ukweli, lakini sasa atafanyaje? Na unajua hawa viongozi wa ODM mara nyingi hata wapitishi kwa mchujo. Unaambiwa tunakupatia tikiti, ndio kesho yake kile ile sisi tunasema we unafanya. Bwana hata inastua watu wengi. Mimi nikimuona ati Raila, how can Raila talk about democracy? Mtu anaongoza chama ambaye sheria ya chama ni baba is right. Hakuna kitu kingine. Hauruhusiwi kutumia akili yako, hakuna chochote ambaye utawahi kupinga yenye huyo mzee amesema. Hata wakati mnaona huyu ametupoteza, bado unaambiwa ati wewe tu sema huyo mzee ako sawa. That's why in ODM party, kama nyinyi mnakumbuka vizuri, sababu wengine wenu pengine zamani mlikuwa huko, hakuna nomination inafanyikanga mwananchi apewi ruhusa ya kuchagua mwananchi. All those leaders, ukiangalia county yoyote, Homa Bay, wapi, viongozi wale walipewa certificate ilikuwa ni bure. Sababu unaenda unafanyishwa test usiku, mzee anakuuliza bahati mbaya nikishindwa hii uchaguzi na niseme nimeshinda, utanipinga? Ukisema itategemea, unanyimwa certificate. So hiyo shida ambayo iko kule, sisi tuwaombe ili Kenya yetu iweze kusimama imara. Na nimuombe tu naibu wa rais, unajua wewe pamoja na rais wetu mliinua Biblia pale Kasarani na mkasema mtailinda katiba na mtahakikisha nchi iko imara. Wananchi wanaanza kusumbuka kwa sababu pahali hii maandamano imefika, hii si maandamano tena. Hii ni wizi na uporaji ya mali ya watu. Kama unatizama kwenye runinga ile mambo inaendelea, mtu akitaka kuendelea na biashara yake anapigwa, anaumizwa, ananyang'anywa mali yake, na tunasema kuna serikali kwa nchi. Swali ile ambayo wananchi wanajiuliza, tupatieni bas list hii ya wale ambao wako above the law na wale ambao wako chini ya sheria. Sababu inaonekana Kenya kuna sheria mara mbili. Huyu mzee na wale viongozi wanazunguka na yeye, wanapiga watu, wanavamia biashara za wenyewe, wakiita ati hiyo ni maandamano, na wanawachiliwa watembee huru. Sifikiri kama hiyo ni haki. Kama sheria inafanya kazi, ifanye kazi kwa kila Mkenya. Kama hakuna sheria Kenya, basi tutangaziwe tuambiwe wewe jipange, hakuna sheria tena Kenya hii. Lakini ile ambayo inafanyika kule Nairobi na hapa Kisumu, hiyo sio sheria tafadhali. Kwa hivyo mimi nakuambia nikiwa kijana
ambaye mimi naona vijana wenzangu wengi wakipotoshwa na huyo mzee, wakikibizana na yeye, na yet vile viongozi wengine wamesema, wewe ukiwa kijana tafadhali jihadhari na huyo mzee. Kazi yake ni kutumia watoto wa watu, na mwisho wakati anapata hawezi kukukumbuka. Hakuna siku wewe utaona hata katika ile serikali ya handshake ambayo alikuwa akipata kitu yoyote inaenda kwa mtoto wake, mjomba wake, dada yake. Hakuna mtu Kakamega hii, hata saa hii tukifunga macho tunaweza sema sababu ati mlikuwa supporters wake wengine aliwahi pata kitu kwa serikali ya handshake because of supporting him. Example ni ile imesemekana kwamba, nafikiri ni Mandago amesema kwamba wewe ukiwa mwanasiasa ukitaka maisha yako inawiri, wachana na Raila, utafaulu the following day. Ukikwama na yeye utabaki kama Oparanya, kutoka kuwa governor sasa ni manamba kwa maandamano. So mjikaze ili msifike mahali kama hapo. Sitaki kusema zaidi kuzidi hapo sababu mimi najua masaa imeenda. Mimi pia kama viongozi wengine ninaungana kusupport hii shughuli ya Mheshimiwa Faulu Kibet. Natoa mchango wangu wa shilingi 200,000. Asanteni sana. Basi nikimalizia, hata na mimi niko na shilingi 100,000 kwa ajili ya makanisa.